Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Kwa jina naitwa mtumishi wa Mungu Anselm William. Niko kwa ajili ya kujifunza, tujifunze somo kwa ufupi kutoka kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 15. Wa kitabu kile cha Mwanzo, neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Mungu alipomuumba mtu, Mungu alikuwa na kusudi na mtu. Mungu alimpa mtu kazi ya kufanya. Alipomuumba tu, akampa jukumu la kulifanya, nalo ni kuilima bustani ya Edeni na kuitunza. Alimkabidhi bustani, kwanza ailime, alafu aitunze. Kutunza maana yake nini? Kulima ina maana kuna vitu alipanda, kuna vitu alimwagilia, kuna vitu alikuwa anangolea majani. Aitunze, ailime na kuitunza. Ndio kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu, ya kwamba Mungu amtumikie. Mwanadamu aliyeumbwa amtumikie Mungu. Ndipo mahali ambapo alipowekwa Adamu, ndio nafasi au eneo ambalo Adamu aliwekwa kwenye bustani ya Edeni, ailime na vile vile aitunze. Hiyo ni kazi aliyopewa. Hilo ni jukumu aliyopewa. Na katika hilo jukumu ambalo Adamu alipewa, kuna malipo, kuna kulipwa, kuna kupewa taji, kuna kutambulika. Kwa hiyo Mungu anakupa kazi. Baada ya kukupa ile kazi na ukisha kuifanya ile kazi aliyokupa, kuna taji au kuna malipo, au kwa lugha nyingine kuna ujira ambao mtu anakwenda kupewa kwa kufanya ile kazi ambayo ameagizwa yeye kuifanya kwa ndani ya wakati ambao amewekwa, au ndani ya kizazi anachoishi, au ndani ya kizazi alipo. Sasa baada ya Adamu kutokea yale yaliyotokea katika bustani ya Edeni, alikosea. Alinyang'anywa ile haki ya kuilima na kuitunza. Ile bustani Adamu hakuwa tena na umiliki nayo. Biblia inatuambia kwamba Mungu alimfukuza katika ile bustani, akamuondoa na akaweka makerubi wakiwa na panga za moto wakiilinda ile bustani ili asije akarudi. Nini tunapata somo hapa? Hiyo ni kuhusu Adamu. Hiyo ni kuhusu Adamu. Lakini baada ya Yesu kuja na kuyafanya yote ambayo yalitakiwa kufanya, na kumuinua tena Adamu na kumkomboa tena na kumsimamisha binadamu wa kwanza Adamu aliyekosea, na kumrudishia tena Adamu ile haki yake aliyokuwa nayo mwanzo, ile laana kuondolewa. Sasa Yesu anawapata watu wengine kupitia Adamu. Yesu anawapata watu wengine kupitia Adamu. Kifo chake msalabani kilikuwa sababu ya mimi na wewe kuokolewa, na baada ya kuokolewa tunapewa kazi ya kufanya. Tunapewa bustani ya kuifanya, ya kuilima na kuitunza. Ndio maana utakuta kuna mchungaji ana washirika wake. Makanisa yako mengi, wachungaji wako mengi. Kila mchungaji mahali alipo, lile ni shamba, ile ni bustani aliyopewa ailime na kuitunza. Ailime na kuitunza. Na mchungaji huyu, kuna mchungaji huyu wa kanisa hili, whatever, lakini hile yote ni bustani. Ni bustani ya Edeni, imerudishwa upya, ipo kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mchungaji yule anapomtumikia Mungu katika eneo alilowekwa au katika eneo alilopo, pale anailima na kuitunza bustani. Lakini hawezi kuilima na kuitunza peke yake, anapewa watendakazi. Anapewa watu wa kumsaidia. Mungu ndio analeta washirika. Wale washirika au watu wanaoabudu pamoja, walio chini ya yule mchungaji, wamewekwa kwa ajili ya kumsaidia mchungaji yule kulilima lile eneo, kulitunza ile bustani na kuilima. Wanaitwa watendakazi. Na watendakazi wanaoletwa, watendakazi ambao wanaletwa katika bustani au katika eneo husika, wanalipwa. Kuna ujira wanaolipwa. Kuna ujira ambao wanalipwa. Ndio maana tunaenda kuona kwenye Mathayo sura ya 20 mstari ule wa 2. Mathayo sura ya 20 mstari wa 2, kitabu kile cha Mathayo. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Nani? Naye. Nani? Mwenye shamba. Alikuwa na shamba lake. Kulikuwa kunahitajika watendakazi. Kwa hiyo kuna watendakazi wengine walienda asubuhi, wengine wakaenda saa 4, wengine saa 6, wengine saa 9, wengine jioni. Lakini katika watendakazi wote hao ambao walienda, ujira ulikuwa mmoja,
Biblia inatuambia kwamba ni dinari ambao ndio ulikuwa ujira wa kutwa wa kibarua anayefanya kazi shambani kutwa nzima au kwenye eneo lolote la kazi kutwa nzima. Kipindi cha Biblia alikuwa analipwa dinari. Zamani zetu tunazoishi inaweza ikawa labda 12,000, 20,000 na kadhalika, lakini ni ujira wa kutwa. Kwa hiyo wale walioenda asubuhi walipoona watu wengine wanaenda mchana kazini, waliamini wao asubuhi watalipwa zaidi. Wale waliokwenda saa 6 walipoona wengine wanakuja saa 9, waliamini wale wa saa 6 watalipwa zaidi ya dinari. Na wale wa saa 12 walipoona wakasema hawa muda wa kazi umeisha ndio wanakuja kazini, wakaamini hawa watapata pesa kidogo. Lakini Bwana Yesu aliwapa wote ujira mmoja. Ndipo wakachukia wale wa asubuhi kwamba sisi tumefanya kazi kutwa nzima, hawa wamekuja tu saa 12, kwa nini sisi usitulipe zaidi? Anasema sikudhulumu ndugu yangu, tumepatanaje? Malipo yetu tuliyopatana ni dinari moja. Kwa hiyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu ya tulionao ya wokovu, maisha yetu ya sasa hivi. Wengine wamezaliwa kwenye wokovu, wengine wameokoka tangu ujana wao, wengine wanaokuja kuokoka uzeeni akiwa na miaka 70, anafanya kazi kidogo tu ya Mungu au pengine asifanye sana, lakini mshahara ni mmoja ambao ni uzima wa milele. Ndio tulioahidiwa, ndio ambacho tumepewa baada ya kuifanya kazi. Kwa hiyo mshahara wote unakuja baada ya wewe kuifanya kazi. Hata wale waliokuja saa 12 sio kwamba hakufanya kazi, waliifanya kazi walioambiwa. Kwa hiyo unapoitwa muda ambao unaitwa, unapewa na kazi ya kufanya. Wengine katika lile shamba, katika ile bustani ya Edeni, katika lile shamba chini ya huyo mchungaji wako, una kazi umepewa kuifanya. Wengine ni wafagiaji wa kanisa. Wengine hapo ni wanapamba kanisa. Wengine hapo wanaandaa viti. Wengine wanafuta viti. Wengine ni wahubiri. Wengine ni walimu. Wengine ni wachungaji wasaidizi. Wengine ni wainjilisti. Wengine kila mtu ana kazi yake aliyopewa kuifanya. Kwa unapoitwa kuwa chini au kupelekwa katika shamba lolote kufanya kazi, wewe umeahidiwa malipo ambao ni dinari moja kwa kazi ambayo utapewa kuifanya. Kwa kazi ambayo Mungu amekusudia uifanye. Kila mtu atalipwa baada ya kufanya kazi. Mahali pengine Biblia inasema ya kwamba nanyi mkiisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni sisi ni watumwa tusio na faida. Tumefanya yale tu iliyoyapasa kutufanya. Inasema mkisha kuyafanya nini? Yale mlioagizwa. Umeokoka ufanye kitu ulichoagizwa kufanya. Sio ufanye kila kitu. Haulipwi kwa kufanya kila kitu. Umeajiriwa kupalilia, nenda kapalilie. Umeajiriwa kung'oa, nenda kang'oe. Umeajiriwa kufyeka msitu, nenda kafyeke msitu. Wewe sio umeajiriwa kwenda kufyeka msitu, unaenda kuvuna. Huwezi kulipa ule ujira ulioajiriwa. Utaambia ndugu yangu, sikukwambia ufanye hiki, mbona umefanya ambacho hujaagizwa? Kwa hiyo wewe usianze kutamani huduma ya mtu. Usianze kutamani huduma kwamba wewe uwe mhubiri kama fulani au wewe uwe muimbaji kama fulani. Unatakiwa ujue Roho Mtakatifu akujulishe ni nini ambacho umekirimiwa na Mungu. Karama gani ulizopewa? Vipawa gani ambavyo unavyo? Talanta gani ambazo wewe unazo ambazo wewe inatakiwa uzizalishe ili watu wengine waokoke? Hata ukipewa talanta ya kufuta viti, watu wataokoka kupitia talanta yako kufuta viti. Watu wataona uaminifu wako kwenye kufuta viti. Watu watauona uaminifu wako kwenye kupamba kanisa na watapendezwa na hilo. Itawafanya kuwa chachu ya wao kubadilika, kuwa kama wewe. Ndio kusudi la talanta mbalimbali ambazo Mungu anaziweka, tumtumikie kwa hizo. Kwa hapo utakuwa umelima kwenye lile eneo lililowekwa. Kwa hapo utakuwa umeifanya ile kazi uliyoagizwa. Kwa hapo utakuwa umetimiza na ile talanta lako itazaa, itaongezeka. Hata Bwana akija ataona, nilimpa kufagia kanisa, na kweli amefagia kanisa, na kupitia kufagia kwake kanisa amempata 1, 2, 3 wamejengwa. 1, 2, 3 wameokoka kupitia kufagia kwake kanisa, kupitia kuwalimu wake kufundisha neno la Mungu, amezalisha hiki na hiki. Kwa hiyo nini tunachotakiwa kufahamu? Ni kwamba sisi tumetumwa kufanya kazi nyumbani kwa Mungu. Tumetumwa kufanya kazi shambani mwa Bwana. Katika kuilima bustani, kama ambavyo bustani ile ya kwanza ambayo Adamu aliilima, na sisi pia tumepewa kuilima bustani. Katika kazi yoyote unaoifanya ndani ya kanisa, jua unailima bustani. Umewekwa bustanini. Ndio maana inaitwa shamba la Bwana. Shamba la Bwana. Shamba la Bwana. Kanisa ni shamba la Bwana. Mahali pa ibada ni shamba la Bwana. Unatakiwa ulime bustani na uitunze. Uitunze kwa kuwajenga wengine, unaitunza bustani. Kwa kuwafariji wengine, unaitunza bustani. Kwa kuwatembelea wagonjwa hospitali, unaitunza bustani. Kwa kuwaona yatima na wajane, unaitunza bustani. Kwa kuwahubiria watu habari njema, unaitunza bustani. Na kila unachofanya pale unaitunza bustani na kuilima. Shamba la Mungu linapendeza.
shamba la Mungu linakuwa safi, mazao yake yanaota na mavuno yanaonekana. Mavuno yanaonekana. Kwa hivyo basi wale mitume wa Yesu walisimwambia Bwana Yesu, sisi tumeacha vitu vyote tukakufuata wewe. Tutapata nini? Tumeacha kila kitu. Tulikuwa na wake zetu, tulikuwa na watoto wetu, tulikuwa na mashamba yetu, tulikuwa na kazi zetu, tulikuwa wavuvi. Tumeacha vyote, tumekufuata wewe. Tutapata nini? Nini ambacho tutakipata kwa kukufuata wewe? Akasema, ninyi kila mtu aliyeacha ndugu mume au ndugu mke, aliyeacha mali au mashamba au wazazi, kwanza hapa duniani atapata mara 100. Na vile vile katika siku ya mwanadamu atakapokuja katika utukufu wake, atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, ninyi mtaketi pamoja na yeye, mkiwahukumu kabila 12 za Waisraeli. Kumbe kwenye kufanya kazi ya Mungu, ile siku mwana wa Adamu Bwana Yesu atakapokuja katika utukufu wake, siku ya mwisho atakapoketi katika kiti chake cha utawala, mitume wataketi pamoja naye wakizihubiri kabila 12 za Israeli. Kwa hiyo hilo neno sio kwa mitume tu, na kwako wewe na kwangu mimi na sisi mwana wa Adamu, au mimi na wewe mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake, tutaketi pamoja naye katika kiti chake cha utukufu tukiwahukumu mataifa. Sisi ndio tutawahukumu mataifa. Sisi ndio tutakuwa mashahidi tukiwahukumu mataifa. Mataifa watakuwa wanasema kusema uongo ilikuwa ni ngumu sana. Tutasema sisi mbona tuliweza. Yesu atasema hawa mbona waliweza. Kuiba ilikuwa ni ngumu sana. Atasema hawa mbona waliweza kuiba. Ndio hukumu anayoizungumzia kwamba tutawahukumu mataifa. Na wale mitume kwa kuwa ni Waisraeli wataketishwa pale kuzihukumu kabila 12 za Waisraeli. Wale Waisraeli original, wale ambao hawakutaka kuokoka, ambao hawakumpokea Yesu, watahukumiwa. Na sisi pia tutaketi tukiwahukumu mataifa. Mitume wataketi katika kiti kile kile pamoja na Kristo wakiwahukumu kabila 12 la Israeli. Kwa sababu huduma ya mitume ilikuwa kwenye Waisraeli. Mitume walitumwa, mitume wale 12 kazi yao ilikuwa kuwahubiri Waisraeli. Wale mitume 12 kazi yao ilikuwa kuwahubiri Waisraeli. Ndio ilikuwa huduma ya Yesu. Aliifanya ilikuwa huduma ile ilikuwa ya miaka 7. Lakini Yesu yeye alifanya miaka 3.5. Kwa kuwa mitume wake walikuwa katika ministry moja na yeye, miaka 3.5 ile ambayo Yesu aliibakisha katika ile miaka 7 walifanya mitume. Na ndio maana unaona ndani ya ile miaka 3.5 walihubiri sana Yerusalemu, walikamatwa, wengi waliuawa ndani ya ile miaka 3.5. Hata huduma yake ile ilipo, hata huduma ile yake ilipo, hata huduma yake Yesu ilipotimia, hata huduma ya Yesu ilipotimia ya miaka 7. Kwa hiyo sasa wale wataketi wakiwahukumu kabila 12 ya Israeli, lakini sisi tutaketi pamoja naye tukiwahukumu mataifa. Anasema katika Ufunuo, yeye ashindaye nitampa kuketi katika kiti changu, kama Baba alivyonipa mimi kuketi katika kiti chake cha enzi, nami nitampa kuketi pamoja na mimi kwenye kiti changu cha enzi. Yeye ashindaye, sio aliyeifanya kazi ya Mungu sana, si aliyetangulia kuifanya kazi ya Mungu, si aliyetangulia kuifanya au aliyefanya kazi ya Mungu, bali yule ambaye alifanya kile alichoagizwa. Yesu atasema nitamketisha pamoja na mimi kwenye kiti changu cha enzi, kama mimi Baba alivyoniketisha kwenye kiti chake cha enzi baada ya kulifanya lile aliloniagiza. Na yeyote yule ambaye atalifanya lile ambalo mimi nimemwagiza, nitamketisha pamoja na mimi kwenye kiti changu cha enzi. Kwa hiyo ukifanya uliloagizwa, ukilima ile bustani sasa uliowekwa kuilima, wewe utaketi pamoja na Kristo kwenye kiti chake cha enzi. Unajua umepewa nini kufanya, talanta uliopewa unaijua, karama ulizopewa ulizokirimiwa na Roho Mtakatifu, vipawa mbalimbali, kama umepewa neno la unabii, kama umepewa kujenga, kama umepewa uponyaji, kama umepewa kutafsiri lugha, kama umepewa chochote kile, ukifanya ulichoagizwa, fanya ulichoagizwa, usiige cha mtu. Ukipewa, hata ukipewa ushemasi, utalipwa kwa kile ulichopewa. Utaketishwa pamoja na Kristo Yesu kwenye kiti chake cha enzi ukifanya lile ambalo amekuagiza kufanya. Ndio maana anasema, nanyi mkisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni sisi ni watumwa tu, msitake makuu, sisi ni watumwa tu, tumekwisha kulifanya lile ambalo tumeambiwa kufanya. Kwa hiyo kuna kusubiri taji, kuna kusubiri ule uzima ambao tumeahidiwa. Shalom, Mungu awabariki.